Niambie kanisa langu na watumishi wangu wote duniani kwamba mimi Mungu sijipingi katika neno langu. Akasema nimesema na watumishi wengi lakini hawaamini. Na wengi wamepinga kwa namna nyingi kwa gharama kubwa, lakini mimi Mungu nimekusudia kuwafunulia watumishi wangu wengi juu ya mambo haya ambayo hakuna mtu atakaye yazuia kutokea. Akasema sema na kanisa langu juu ya mapambo ya wanawake. Akasema hivi, waambie wanawake, wamama wachungaji na wamama askofu na watumishi mbalimbali ambao wananitumikia. Ni kweli wananitumikia na wengine wananipenda kabisa, wana bidii kubwa ya kufanya kazi yangu. Akasema lakini waeleze kwamba kama nilivyofunua kupitia watumishi wangu wengi, nimewachukua na kuwaonyesha kuzimu juu ya vitu vilivyowapeleka watu huko. Akasema ni ukweli. Waambie kwamba ni ukweli. Hata wangepinga kwa mafundisho kwa vitabu mbalimbali, haitazuia kweli hii. Wote, haijalishi umetumika kwa gharama namna gani, umetumika miaka gani, umetumika kwa namna gani, ni kwamba Mungu atakitoa kitu kisicho na wala kunyanzi wala hila wala taka. Na akanieleza kwa marefu na mapana kwa nini mapambo ni dhambi. Kwa nini vito vya thamani wanavyojipamba wanawake ni dhambi. Akaniambia kwa marefu na mapana kupitia maandiko mbalimbali. Akaniambia mimi jambo la kwanza ambalo litamfanya mwanamke aende kuzimu bila kujali alivyonitumikia. Akasema jambo la kwanza, wamefanyika sanamu, na mimi ni Mungu ambaye nachukia sanamu. Wamejivika machukizo. Akasema chanzo cha hayo yote, mapambo na urembo, ni mwanamke kahaba Yezebeli. Akasema shetani amewadanganya wengi na amewateka wengi kupitia mafundisho ya mashetani, mafundisho ya uongo, kuwatumainisha kwamba hakuna shida katika hayo. Akasema moja, vinawafanya watu hawa kuwa sanamu kwangu. Akasema mimi nitakuja kumtoa mtu niliyemuumba mimi, mtu aliye asilia, kwa maana ya mtu mwenye nywele za kwake, mtu mwenye sura ya kwake, mtu mwenye ngozi ya kwake, mtu ambaye hana chochote. Akasema waeleze yeyote mwanamke anayesuka nywele za kawaida na za rasta, akasema hata kanyaga mji wangu mtakatifu. Wako wengi kuzimu kama nilivyowafunulia watu wengi. Akasema waeleze wako wengi walikuwa wanabisha kama ambavyo wengine wanabisha, lakini haitawafanya washindwe kwenda kuzimu. Akasema waeleze mimi nitamtoa mtu mwenye asili, mwanamke aliyeweka wigi kichwani na mwanamke aliyesuka lasa kichwani. Maana yake kwanza amenifundisha mimi Mungu na kunikosoa mimi Mungu, kwa sababu ananiambia hukuniumbia nywele vizuri, hukuniumba vizuri nywele zangu. Ndio maana ameweka nywele za bandia za mawigo na marasa, na wengine wale wanaopaka rangi nywele. Akasema pia ni kumkosoa Mungu na uumbaji wake. Kwa hiyo yeye atatoa kitu chenye uasilia. Chochote kisicho asili hakitakanyaga mji mtakatifu Yerusalemu. Kwa hiyo yeyote ambaye mpaka anatwaliwa katika mwili, anaondolewa katika mwili, hajaondoa mawigi kichwani, ana marasa, ana lipshine, lipstick, ana piko, ana rangi kichwani, kwa namna yote ile hana sehemu katika uzima wa milele, hata muona Mungu. Akasema kwamba waeleze, wengi wanasingizia kwamba mchungaji wangu hajawahi kunifundisha, mchungaji wangu hajawahi kuniambia. Akasema hivi, wachungaji wengi wanaodhaniwa kwamba
ni watumishi wa Mungu. Akasema wako mbali sana na wengi Mungu hawatambui. Na hili napenda niseme kwa watumishi wa Mungu. Na Mungu aliniambia kwamba yeyote anayeamua kumtumikia Mungu lazima ahakikishe kweli amethibitishwa na Mungu, ameitwa na Mungu, hasa wachungaji wale ambao wanachunga roho za watu. Mungu aliniambia niwaambie watumishi wa Mungu bila kupepesa. Kwa hiyo askofu yeyote ambaye unanisikiliza, mchungaji yeyote ambaye unanisikiliza, mtume, nabii, mwalimu, mwinjilisti unayenisikiliza, yashike haya. Mungu anatenda kazi na wanadamu. Yamkini unasubiri kwamba Mungu akufunulie wewe. Aliniambia hivi, yeyote aliyepata kusikia shuhuda kutoka kwa watumishi wangu, yeyote aliyepata kusoma neno langu linalo sema juu ya mapambo, kama katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3. Kitabu hiki watumishi wengi sana Mungu amewapa na amewatumia kusema na kanisa la Mungu duniani kupitia maandiko haya. Na aliniambia wengi wanapotosha kupitia maandiko haya, wengi wanapotosha, wanaongeza na uongo ndani yake. Lakini acha tusome msikilizaji na mtazamaji, alafu nikaseme kitu ambacho Mungu aliniambia niseme na wewe kupitia mistari hii. Sura ya 3 mstari wa kwanza, Petro wa kwanza inasema hivi, kadhalika ninyi wake, sura ya 3 inasema hivi, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana, katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Sasa akaniambia kupitia hii mistari, wako watumishi wengi sana wanaopotosha. Wakati wanapotafsiri wanasema maandiko yanasema kujipamba kwenu kusiwe kwa nje tu. Hakuna neno tu. Aliniambia wengi kwa kusikiliza tu bila kufuatilia maandiko wamepotoka. Akasema niliposema kwamba kusiwe kwa kusuka nywele, alisema nilimaanisha nywele asili za mwanadamu. Sasa sembuse rasta, sembuse mawigi. Akasema awaye yote ni kweli, wengine wananitafuta kwa bidii, wanatumia juhudi nyingi, wanatumia mali, wengine wanafunga na kuomba. Akasema hivi, wanasubiri nitasema na wao au na watu wengine tofauti na ninavyosema na watu, ninavyosema na kupitia watumishi mbalimbali. Akasema yeyote asiyetii ujumbe ninaowatumia watumishi wangu hana tumaini la kuingia mji mtakatifu Yerusalemu. Akasema waambie wanawake ya kwamba neno hilo ni Mungu, neno hilo ni uzima. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, akasema hivi, si mimi nitakaye wahukumu, bali lile neno mnalolisikia ndilo litakalo wahukumu. Akaniambia katika kiti cha hukumu hakuna mwanamke, hakuna mtu yeyote atakaye simama na mchungaji wake au askofu wake au mwalimu wake au mwinjilisti au mtume au nabii au nani, kujaribu kumsaidia ili aweze kumwokoa kwa kutafsiri kinyume neno lake. Wote tutahukumiwa kwa neno. Na neno la Mungu ni amini na kweli. Mungu akisema ndio ni ndio, akisema hapana ni hapana. Akasema wengi kwa sababu ya tamaa na udanganyifu wa shetani wamekuwa wameabudu sanamu, wamejivika masanamu mwilini mwao, ambayo ni chukizo. Amesema kwa sababu tu ya wakati, kwa mtumishi anayenisikiliza, alinipa mifano mingi sana. Akaeleza juu ya wana wa Israeli, namna ambavyo Mungu alikuwa akisema nao kwa habari ya kuvua vyombo vya uzuri, lakini wengi hawaamini. Sasa kutokuamini hakutabatilisha hukumu ya Mungu, hakutaigeuza hukumu ya Mungu. Hukumu ya Mungu itabaki vile vile. Yeye atakachotazama kwa wanadamu ni yule aliyetembea katika haki na katika kweli, asiye na wala kunyanzi wala hila wala taka lolote. Kuna namna ambavyo Mungu alikuwa akinifunulia kwa ndoto kuona katika maono
namna ambavyo watu wanakuwa, ikiwa mtu amejinajisi kwa dhambi, ikiwemo na mitindo ya dunia. Amekuwa kifunua sio mara moja, kuona mtu amevaa vazi ama jeusi ama lenye mabaka na madoa, akawa anasema kwamba yeyote ambaye kwa jinsi ya rohoni vazi lake lina madoa, lina uchafu, lina ni jeusi, kwa maana kwamba ni chafu, halina utakatifu, kamwe hata ukanyaga uji mtakatifu Yerusalemu. Kwa hiyo unisikilize mwanamke, unisikilize binti, unisikilize mama, mtumishi wa Mungu ambaye una bidii kubwa katika kumhubiri Kristo, na umekuwa chanzo cha kuwapoteza watu wengi. Yesu aliniambia hivi, waeleze, waambie kwamba kuhubiri mara nyingi, kusifiwa na umaarufu wa namna yote, haitamsaidia mtu kufika mji mtakatifu Yerusalemu. Hukumu yake ni ya haki na ni ya kweli, na wengi wanapoteza muda, siku ile watajuta. Wako wanawake ambao wanalia mpaka wakati hukuzimu, lakini hawana msaada. Biblia inasema kwamba baada ya kifo ni hukumu. Kwa hiyo yeyote atakayetoka katika mwili akiwa anavaa mawigi, amevaa heleni, amepaka wanja, amevaa vitu vyovyote vya bandia, urembo wa aina yoyote ile, asiwe na tumaini la kukanyaga mji mtakatifu Yerusalemu. Hilo ni jambo moja ambalo Mungu amenituma, na katika huduma yangu naendelea kuhubiri. Jambo lingine ambalo pia Mungu alisema na mimi kuhusiana na kanisa ni swala la mavazi. Alisema Mungu ni Mungu ambaye amemtaka yeyote anayemtumikia apate kujistiri. Kifupi alisema hivi, sema na kanisa, sema na watumishi wangu, sema na wachungaji, kwamba yeyote ambaye atavaa nguo za kubana, nguo zinazoangaza kwa maana ya transparency, alafu pia yeyote atakayevaa nguo yenye mpasuo ambao unaonyesha maungo ya ndani, mpasuo kwa ufupi, yeyote atakayevaa suruali, mwanamke yeyote anayeitwa mwanamke anayevaa suruali, hata ukanyaga mji mtakatifu Yerusalemu. Yeyote ambaye amevaa mavazi ambayo yana chapa za kishetani. Aliniambia siri, kitu ambacho nitakieleza huko mbele, namna shetani anavyotega mitego ya kuwanasa watumishi wa Mungu na kuwaondolea nguvu ya Mungu na kuwatoa kwenye kusudi la Mungu. Aliniambia kwa marefu na mapana, taeleza huko mbele, lakini kifupi ni kwamba wanaume wanaovaa milegezo, visuruali vya kubana, vyenye machata mbalimbali, wasitegemee kuona mji mtakatifu Yerusalemu. Chochote kilicho najisiwa na shetani, aliniambia kwamba hakiwezi kikaombewa kikatakasika. Akaniambia kwamba ni sawa na mtu kutaka kuchukua mavi, kinyesi, ukiombee ili ukile, hakitabadilika kwa kinyesi, kitabaki kinyesi vile vile. Kwa ndivyo alivyo. Chochote kilichochukizwa kwa Mungu, chochote kilicho najisi kwa Mungu, hapata kuwa na namna yoyote ya kushawishi Mungu akakikubali. Vyote vilivyokataliwa na Mungu vimekataliwa, hata kama vikipambwa kwa tafsiri tofauti za wahubiri na walimu, havitabatilisha kusudi la Mungu. Mungu chochote alichokikataa kimekataliwa. Hakuna kitakachoweza kuombewa na kikatakasika. Akaniambia kwamba waeleze wale wote ambao wanachola tattoo. Kuna watu ambao wananyoa mitindo ya dunia hii. Aliniambia kwamba kila mtindo wa nywele za wanawake na wanaume umebuniwa kutoka kuzimu, na una maana yake, iko roho nyuma yake, na iko laana inayoambatana na huo mtindo. Kwa hiyo yeyote ambaye atanyoa nywele kwa mtindo fulani, atasuka nywele kwa namna yote, atakuwa na mtindo fulani, iko roho nyuma ya huo mtindo, iko laana ambayo mashetani yametamka, yamenuiza. Mfano, mtu akinyoa nywele akapunguza kichwa akaziacha hapa katikati, iko laana. Huyu mtu
anapokuwa kadiri anavyo